So hilo kaburi la mstari lilitokea hivi, kulivyokuwa kuna vita, ule mji ndo walikuwa wanajeshi wanatumia kujificha pembeni ya ule mji kwenye caves. Sasa walipokuwa wanapigana vita, kiongozi wa jeshi anaitwa Sarkis alipigwa. Alipopigwa, wanajeshi wasaidizi wake wakawa wamemchukua, huyo ndo alikuwa kiongozi wao. Sasa wakamchukua wakaenda kumpeleka kwenye hizo caves. Caves ilikuwa ni sehemu kama vile emergency, yani kama vile sehemu ya mtu kupata first aid na nini, kupumzika kiumizwa. So wakampeleka kiongozi wao huko. Unfortunately kiongozi wao akafa. Huku vita zinaendelea, kiongozi huku amekufa. Sasa kiongozi alipokufa, walikuwa wanajua kama amekufa ni kama watu 5 tu, wanajeshi 5 ambao walikuwa naye karibu wanamtake care. Sasa wakasemaje, hatuwezi kuambia watu wengine wote watangazia kwamba kiongozi wetu amekufa, kwa sababu tukiwatangazia itavunjika moyo na hata hii vita tutashindwa. Yani wakasema hii tutaifanya siri. Wakasubiria usiku, giza limeingia, kaenda kwenye makaburi ya huo mji la Musara, wakachimba kaburi, wakachimba kaburi refu na wakamzika kwa kumficha. Ule mji baada kama ya wiki 2 hivi, kuna mwanamke katika kile kijiji. Yule mwanamke alikuwa anasemekana ni mchawi mkubwa sana, alikuwa anaogopeka, akawa amekufa. Kwa hiyo alivyokufa watu wakawa wamefurahi sana kwamba huyu mchawi sasa amekufa. Walipokuwa waenda kumzika, wakachimba kaburi. Sasa sehemu walikochimba, walichimba sehemu ile ile ambako kiongozi wa jeshi kule la Spain alizikwa, na wenyewe wakawa wamechimba pale pale, wakawa wamemzika pale. Wakasemaje, kwa kuwa huyu alikuwa ni mchawi mkubwa, hatuwezi kaburi lake kuliwekea jina. Hiyo wakaliwekea tu mstari kama alama, wakaweka msalaba na wakachora mstari katikati ya msalaba kama alama. Kwa hiyo lile kaburi amezikwa mchawi mkubwa, lakini kwa chini kabisa kule amezikwa yule kiongozi wa jeshi. Wanajeshi wa opposition wakawa wamefanikiwa kupiga jeshi la huku, wakawa wamewateka. Wamemwambia, tunaomba mtuoneshe kiongozi wenu, tunataka tumuue, tunataka yeye ndo awe wa kwanza kusurrender. Wenyewe hawajui, wakasema kiongozi wetu hatujui alipo. Wafuata mpaka kule kwenye walikokuwa wanajificha kwenye zile caves. Hata kwenye zile caves hawakumuona kiongozi wao huyo Sarkis. Kiongozi alishakufa. Kaenda kwenye huo mji kwa juu. Sasa kwenye huo mji wa La Musara wakaisi amejificha kwenye La Musara. Sema tunaomba mumtoe huyo Sarkis. Na kijiji wote wakatolewa watoke nje. Jamaa mmoja, kiongozi wa kile kijiji, alipewa taarifa na mwanajeshi tena na kifo cha kiongozi wao. Sasa yule kiongozi akasemaje, Sarkis amekufa, alishakufa. Akasema kama amekufa amezikwa wapi? Akasema hatujui alipozikwa, lakini tulipata tu taarifa kwamba amekufa. Mlivyokuwa mnapigana vita mlifanikiwa kumpiga, lakini alikuja kufa akiwa kwenye cave. Wanajeshi wakachukua wanaume wote wa ule kijiji, wakawapeleka kwenye makaburi nyuma ya kanisa. Wakawaambia, tunataka mfukue kila kaburi. Fukueni makaburi yote, tunataka tuone mwili wa Sarkis ili tuamini kama kweli amekufa, kwa sababu wenyewe walikuwa wanataka wahakikishe amekufa kweli, kwa sababu walihisi kwamba wasipohakikisha kama amekufa kweli, anaweza karudi awamu nyingine tena kuleta vita nyingine. Watu wakawa wanatoa makaburi, wanafungua makaburi, wanafungua makaburi yote, yakawa yamefunguliwa. Siku zile watu wametolewa. Wale wanajeshi wakawa wanapita kwenye jeneza moja hadi nyingine, wanafungua, wanaona sio huyu, wanafungua hii maiti ya siku nyingi, huyu wa muda mrefu, huyu wa miaka mingi. Kila jeneza lilifunguliwa. Mengine majeneza alishaoza. Kwa hiyo wakajihakikishia kwamba Sarkis atumuoni, lakini kulikuwa kuna kaburi moja ambalo limekaa peke yake, jalifukua. Kila mtu analiogopa. Yule mwanajeshi mkuu akawaambia, mbona ile mmeliacha? Wakasema hapana, sisi hilo hatuwezi kufungua. Kwa nini? Wakasema hilo tulimzika mchawi mkuu wa eneo hili, hatuwezi kulifungua. Wakawaambia tutawaua. Wakawa wanapiga risasi juu, wanawaambia tutawaua, fungueni hilo kaburi. Ikabidi wafungue wanaume. Walipofungua wakatoa ule mwili wa yule mama mchawi mkuu alikuwa amezikwa. Lakini cha ajabu ni kwamba wanasema hivyo, walipotoa mwili wake kule kwenye kaburi, alikuwa amezikwa kama ana wiki 2. Wanasema ngozi yake ilikuwa soft, alikuwa kama vile mtu ambaye hajafa, yuko hai. Ngozi yake haijafanya chochote, ni kama vile mtu ambaye yuko hai. Alafu alipofunua kaburi lake, macho yake yalikuwa yako wazi, yanaangalia hivi, macho yalikuwa yametoka, ni kama vile anaangalia watu wote pale.
yameganda hivyo yani. Watu wakaanza kuogopa, wakaanza kukimbia wengine. Wale wanajeshi wakamchukua yule mama, yule mchawi. Sasa kwa sababu ya hasira, walikuwa wanajua kwamba ile kaburi ndio litakuwa la circus, lakini hawajampata circus. Wakamchukua yule mama alokuwa mchawi alokufa, wakamtundika kwenye mti pale, wakaanza kumpiga risasi. Walimpiga risasi, walimiminia risasi kwa hasira zao. Walimiminia risasi yule mama. Vyura sasa kwenye lile bwawa, vyura waliokuwa kwenye lile ponde wakaanza kupiga kelele. Vyura wakaanza kupiga kelele, yani kelele ambazo huwezi kuzistopisha. Wakaacha kumpiga yule mama, wakarudi kuwapiga wale vyura. Wanataka wawaue vyura kwa sababu makelele yamekuwa mengi, yani hawasikilizani. Wakaenda wakawa wanapiga risasi vyura. Wamepiga risasi vyura, hamna chura anayekufa. Unajua chura akifa si anaelea juu hivi. Sasa hamna chura anaelea juu, ila wanaendelea kupiga kelele. Yani wanawapiga risasi, wanamiminia risasi zote mle kwenye maji wale chura, lakini chura hawafi na wanazidisha kelele, yani ndo zinazidi. Wale wanajeshi wakachanganyikiwa, ikabidi waondoke, wakakimbia, wakasema huu mji una mambo ya ajabu. Wanajeshi wakakimbia. Wanajeshi walipokimbia, wale watu wa ule mji, sasa tuendeni makaburini tuwarudishie hawa watu. Kwenda kuwarudishia kila mtu kwenye kaburi lake. Wengine wakawa wamechanganywa makaburi, yani ikawa ni fujo. Kila mwili ukarudi kwenye shimo, na yule mchawi akatolewa pale juu, akarudishwa kwenye kaburi lake. Watu wana huzuni sana. Tangu haya matukio yalivyotokea, ukaa kama vile umelaanika. Ule mji ulikuwa tu ni mji mzuri, watu walikuwa wanalima, wanafanya nini, lakini baada ya ile tukio mvua zikaacha kunyesha. Kila unachopanda kinakufa. Kwa hiyo watu wakaona hapa tutakufa na njaa. Alafu sasa watu wakaanza kufa. Mtu anapata ugonjwa huu, yani ugonjwa tu ajabu, amekufa ghafla. Watu wakawa wanakufa, yani vifo vikawa ni vingi, yani ni vingi. Iliendelea hivyo, majanga yaliendelea hivyo. Kuna huo ukungu unakuja. Ukija ukungu, kuna watu wanakuwa wanapotea. Yani mtu hajaumwa, hajafanya nini, unashangaa tu mtu amepotea, haonekani tena. Kwa hiyo yani watu wakawa wanaishi kwa hofu sana. 1930 hivi, 30 mpaka 40, watu wakawa wamekimbia ule mji. Watu wa mwisho walikuwa kwenye ule mji wakafunga virago vyao, wakaondoka, wakahama, na walikuwa wamebaki watu 36 tu ndio walokimbia wakaondoka, kwa sababu familia zingine watu walikuwa wanakufa. Tangu watu walivyoondoka pale, ule mji ndio ukabaki hivyo, umekuwa abandoned. Yale majengo yanachoka, mengine yanaanguka, lakini pale pako haunted. Cha kushangaza, wale chura wapo pale kila siku, hawatoki ukawaona, lakini wapo tu kwenye maji na wanalia, wanapiga kelele ukienda. Sasa kuna watu wanasema wale chura ni chura watu. Binadamu wamefanywa kuwa chura. Haieleweki, yani ni story tu, lakini mpaka leo huo mji upo. Back to the story. Hii ilikuwa ni story ya kaburi ya mstari. Back to the story ya Enrique, kupotea kwa Enrique na mke wake Hana na wale marafiki zao. Ametafutwa Enrique kwa miezi kadhaa mpaka kesi yake ikawa imefungwa tu. Akasema hii kesi imekuwa cold, hamna, yani no information, nothing. Amepotea, no trace, nothing. So akafunga kesi ya Enrique. Hana akaendelea, akawa na hope kwamba mume wake yupo bado hai, atamuona tu, atampata akiendelea kumtafuta. So Hana na Jose na girlfriend wake Sofia, kuna siku tena wakapanga wapande kule juu, waende tu wakaangalie labda wanaweza wezi jua. Kaenda, walipofika kule sasa kulikuwa kuna kama watu watalii na nini, watu ambao hikers na nini walikuwa wanapenda kwenda kwenye ile eneo pia kuangalia baada ya kusikia ile story ya Enrique na nini. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanapenda kwenda kule juu kuangalia. Hana, Jose na Sofia siku hiyo wamefika, walikuwa tu wenyewe, hakukuwa na watu wengine wengi, na sio mara yao ya kwanza kwenda. Anasema hiyo siku walifika, akawa amefika kwenye ule sehemu ya mwisho alikuwa amesimama Enrique. Akawa Hana ndo anasogea kwenye ile sehemu amesimama. Sasa alipokuwa anasogea, anashangaa kule ndani kwenye kanisa ambako ndo kulikuwa kuna madhabahu, akaona watu 6
wamevaa majoho meusi, wamepiga magoti, yani mfano huo, mfano hivi. Akaona watu hivi. Sasa yeye akapata hasira, akasema yani mume wake amepotea, alafu hao watu wanakuja huku wanaanza kufanya mambo ya ajabu na nini. Akawa anataka kupiga kelele awatukane, yani waambie tokeni sijui nini. Alipokuwa anataka kupiga kelele, na hapo Jose na Sofia wameshafika nyuma yake, wote wanatoa macho wanaangalia wale watu kule ndani. Sasa anasema hivi, alipokuwa anataka kupiga kelele, akashangaa katika wale watu walopiga magoti pale, mmoja ni kama vile akawa ameshtuka kwamba kuna mtu hapa, akageuka kumwangalia. Alivogeuka kumwangalia, anasema hivi, wote walivomuona yule mtu, yani ni mtu amevaa hilo joho, lakini hapa hana sura. Mfano huo unaweza kuona, yani unaweza kuona hana sura. Kageuka, sura yake hapa hana, ni shimo. Lakini anasema hivi, alipogeuka kuangalia hivi, wenyewe wakawa wanatetemeka kabisa, wanaona kabisa huyu mtu ni anatuangalia sisi. Hawaoni macho yake, lakini ni kama vile anawaangalia kwa hasira. Anasema waliogopa. Yule Hana akawa amegeuka sasa kuangalia kina Jose, kuhakikisha kama na wenyewe wamekiona anachokiona yeye. Alipogeuka kuangalia, na wenyewe wakawa wanamwangalia kumkubalia kwamba tumeona. Walivorudi kuangalia tena, wale watu wamepotea. Wale watu walipopotea, afu ukungu kaanza kuja tena mkubwa, alafu vyura wakaanza kupiga kelele sana. Waliposikia hizo dalili, wakasema hizi ni dalili zilizokuwa ilivyotokea kipindi kile Enrique alipopotea, tuondokeni hapa tena, sio mahali salama. Wakawa muondoka, hawajarudi tena kwenye ile sehemu. Kwa hiyo Hana yeye anavyoelezea, anasema yani yeye alikuwa haamini haya mambo, na hata walipofika kwenye ile eneo siku ya kwanza pale kwenye kushika jiwe, yeye alikuwa anashika tu jiwe, anaona haya mambo ni ujinga tu, unaongelea kuongea mambo sijui jiwe la maajabu linakupa nguvu. Yeye alishika kwa sababu haamini hivyo vitu. Lakini sasa hivi huyo Hana akawa amemtoa ndani yake kwamba kweli kuna vitu vya ajabu ambavyo havielezeki. Yani yeye mwenyewe ameamini kwamba hapa duniani kuna vitu vya ajabu ambavyo havielezeki. Jamani, hii story nimeifupisha. Ni ndefu sana, nimeifupisha. Kuna parts nimeacha. Siku nyingine nikiweza nitawaletea part nyingine ya story hii.